Hasara za dini Afrika. Bwana, ninapozungumzia hasara za dini Afrika, nakuwa na maana kwamba dini zina hasara. Dini zina hasara. Na hasara zake bwana ni kubwa. Hasara kubwa sana. Dini zina hasara na hasara zake ni kubwa. Na dini ninazozungumzia hapa ni hizi hapa, hizi Wakristo, Waislamu na kadhalika. Hizi dini zinazozijua. Wakristo, Waislamu na kadhalika. Hizi dini bwana zina hasara. Na hasara moja wapo ya dini bwana ni kukausha. Dini zina tabia ya kukausha. Kwa mfano tafiti zimefanyika zikaonesha kwamba zamani kulikuwa na mikoa ambayo ilikuwa inafanya vizuri katika kilimo. Sasa ile mikoa bwana, baada ya kupelekwa dini kule na kila mtu akajiunga na dini zile, kwa sasa ile mikoa imekuwa na watu wamekuwa na dini wote. Asilimia kama 100 ya watu pale wamekuwa na dini. Basi baada ya kuhakikisha kwamba kila mtu ana dini pale, ule udongo tena ule haufai tena kwa kilimo. Ule udongo umebadilika, umekuwa na madini. Ule udongo bwana umebadilika, umekuwa na mawe. Ule udongo bwana haufai tena kwa kilimo. Ile ardhi bwana imekuwa mawe, imekuwa na madini. Imekuwa na mawe. Unapozungumzia mawe bwana ndio madini yenyewe. Na unapozungumzia madini ndio dini hizi unazozijua wewe za Ukristo na Uislamu. Ndio hizo. Unaposema Tanzania ina dini mbalimbali, au Tanzania ina madini mengi, basi madini yenyewe ndio hayo Wakristo, Waislamu na kadhalika. Hayo madini hayo ndio hayo yanamaanisha. Hakuna kitu kingine. Dini bwana zinapotaka katika nchi au katika taifa, basi ile taifa kama lilikuwa linafanya vizuri kwenye kilimo, basi linafanya vibaya kwa sababu ile ardhi bwana inabadilika, inakuwa na madini. Ile ardhi bwana inabadilika, inakuwa na mawe. Ile ardhi bwana inakauka. Dini zinakausha ardhi. Kwa hiyo bwana, dini bwana zina madhara, na madhara yake ndio haya sasa. Inabadilisha ardhi inakuwa na mawe. Inabadilisha udongo unakuwa na mawe. Inabadilisha udongo unakuwa na madini. Bwana, hata wazungu nao huwa wanapozileta dini huko Afrika nao wanapata madhara. Lakini wao wanakuwa hawajui moja kwa moja kwa sababu wao kule nako si wanalima. Sasa wanavoleta huko ile mizimu ya asili inakasirika. Inavyokasirika bwana, na kule kwao kunakauka vile. Na kunakauka kunakuwa kufight tena kwa kilimo. Kwa sasa kumbe wameleta huko, wameleta dini zao huko, wamesababisha hasara, na kule kwao wanapata hasara vile. Kwa bwana, hizo ndio hasara za dini. Hasara za dini. Na unaposema madini kama vile sijui dhahabu, almasi, sijui nini, tanzanite, ndo dini hizo ambazo unazojua wewe za Ukristo na Uislamu. Hizo ndo zinasababisha hayo madini kutokea. Yani hizo zinasababisha hayo madini kutokea. Hayo mawe yanasababishwa na dini, yameletwa na dini. Wazungu wao wanapoleta dini zao huko, ndo madini sasa yanatokea. Lakini kama ukiondoa dini zote, basi ardhi inabadilika, inakuwa nzuri, inafaa kwa kilimo. Inaota matunda mazuri, kunakuwa kuna njaa. Wewe mwenyewe utakuwa haulimi kwanza. Utalima nini wakati vitu vinaota vyenyewe? Kwa kumbe bwana, dini bwana zina hasara, na hasara zake ndio hizo kukausha na kusababisha ardhi kuwa na mawe. Ardhi inakuwa na mawe. Ardhi inakuwa na madini. Hizo ndio hasara za dini kutokana na utafiti uliofanywa. Kwa utafiti wetu bwana, umebaini kuna hasara za dini. Hasara zake ndio hizo, zinabadilisha ardhi yenye rutuba inakuwa na mawe. Zinabadilisha ardhi yenye rutuba inakuwa na madini. Inakuwa na mawe, inakuwa haifai tena kwa kilimo. Inakuwa haiwezi kustawisha mazao mbalimbali. Kwa sasa kinachotokea ni nini? Watu wanateseka na njaa. Ndio hasara za dini hizo hapo. Hasara za dini Afrika. Bwana, ninapozungumzia hasara za dini Afrika, nakuwa na maana kwamba dini zina hasara. Dini zina hasara. Na hasara zake bwana ni kubwa. Hasara kubwa sana. Dini zina hasara na hasara zake ni kubwa. Na dini ninazozungumzia hapa ni hizi hapa, hizi Wakristo, Waislamu na kadhalika. Hizi dini zinazozijua. Wakristo, Waislamu na kadhalika. Hizi dini bwana zina hasara. Na hasara moja wapo ya dini bwana ni kukausha. Dini zina tabia ya kukausha. Kwa mfano tafiti zimefanyika zikaonesha kwamba zamani kulikuwa na mikoa ambayo ilikuwa inafanya vizuri katika kilimo. Sasa ile mikoa bwana, baada ya kupelekwa dini kule na kila mtu akajiunga na dini zile, kwa sasa ile mikoa imekuwa na watu wamekuwa na dini.